Madam, mambo ilikuwa ni mingi. Yes. Hello guys, this is part 2 of the continuation of the first story. Nikaona video itakuwa refu sana, but we are almost. Madam anataka kunijua vizuri zaidi. Sasa sijui kama hapa niko na bahati ama hiyo mambo ilichimbuka huko kwa Senior Dave itafanya nipoteze, because sasa ile mistari nimesikia sasa akianza kuleta. Unajua dalili ya mvua. Madam, unajua dalili ya mvua vile umeanza kuja. For really inafanya nione kama na unajua kuna kitu inaitangwa red flag. Unaanza tu ku sense danger. Unaona hapa hii maswali na chenye natarajia haiendani. Anyway, let's continue. Thank you. Now, it is well. Sometimes there is a quote that says, you cannot change the past. Right? And if you cannot change the past, don't make that past be a prisoner to you. Very true. Don't be a prisoner of that past. Yeah. How do I want to say, or do I mean? Ni kweli mambo ilikuwa inatendeka hiyo wakati na ilitendeka na kukakuwa vile kulikuwa. You never know. You know, there's always a reason for everything. Yeah. Maybe ilikuwa tu njia Mungu alikuwa nakupitishia ukuje urekebike. Kweli. Na ukuwe mtu mzuri. Vile alikusudia from the foundations of the earth. Because the moment alikuuba na ukakuwa umekuwa conceived in your mother's womb. Biblia inaniambia katika Jeremiah 11:29 that the thoughts he had for you and me, even before we are conceived in our mother's womb, they are for peace, prosperity, joy, yani call everything good. Everything good. Hakuna mtu Mungu alimuumba akiwa na kusudi akwe gaidi, akiwa na kusudi ya kusubua watu, akiwa na kusudi ya jabazi. Alimkusudia maisha mazuri. Sisi wenyewe ndio tunapeanga shetani nafasi. Vile ulisema, nafasi shetani hata yako na nguvu zake. Ukimpatia tu kamwanya tu, aingize tu kichwa. Ni hivyo. No, nyakati nilikuwa napeleleza zile mitandao, niliona ya kwamba ni kama ulikuwa mtu mwenye pesa mingi sana. Yeah. Maybe unaweza kuwa sijui kama hiyo pesa wa leo hii iko ama haiko, sababu kuna yale mambo ulipitishwa na hiyo makesi yote, na tukaona pesa kadhaa ziliendanga. Sasa hizo pesa ni kazi gani hii ulikuwa unafanya ukapata hiyo pesa? Okay, sana sikuwa nimeweza kuweka maneno yote wazi mwanzo wa mambo pale, lakini nilikuja nikaeleza kitu ya kwanza. Mimi nilikuwa mtu ambaye ametrustiwa majengo ama mijengo na watu, na hapo ndio nilikuja kuonana na ule madamu. Manake mmoja ambaye nilikuwa nahusika na yeye ni mjombake, anko yake. So the madam who was your wife, ule ulinunulia mtoto. Sasa nataka uelewe. Anko yake na watu wengine marafiki walikuwa wamenipea kazi ya kusimamia mijengo na material pale zinaendewa mambo kama hiyo. So nilikuwa pia mimi ndio nasimamia na broker. Unaona? Yeah. So do you expect nikue sasa uko umesimamia nyumba kama 2-3 hivi zinajengwa? Unaona? So ile price yeye anajua ako comfortable na hiyo, so alikuwa ameniambia wewe ukiweza kupata price below there. Ibatia. Okay. What if sasa uende ubroke hizo vitu? Alafu mshahara yako bado iko. Ni kama contractor. Uko umepewa hiyo kazi kama contractor. Mimi sana nilikuwa ni kulinda vile hizo hakuna kitu inapitishwa kando. Unaona? Na kujua zile bidhaa ama zile vitu zile vitu zote, masimiti, chuma, kila kitu inatumika vile inafaa.
na hakuna kitu inaweza toka. Yes. Juu kitu ikiingia unless itumike haifai kutoka. Unaona? Sasa hizo vitu mimi ndio tu nilikuwa natumiwa pesa, niende nikipata na bei ya chini, hiyo zingine ni zangu. Yeye kuna ile bei anajua. Okay. Unaona, bora ifike pale tu. Ile trust, unaona? Yeah. Na bado mshahara yako hii. Yes. Sasa unaona, sasa uko na nyumba mbili na amekuletea rafiki yake amekwambia huyu ndiye usimamia mambo zangu nikiwa mbali nje, juu yadi mtu wa kwenda enda. Unaona? So nao wakiangalia kwa muda mrefu wanaona ni kweli ule jamaa, kuna manyumba mengi nimesimamia zikijengwa. That's why I get nini? Hiyo float. Sasa sasa ilikuwa hivyo na njia hiyo, lakini ilitumika kwa njia nyingine. Acha nikwambie, ukihusika na mambo mengine ya uchawi madam, juu ilinihusisha mpaka inakafanya nihusika na mambo mengi sasa ya kujificha serikali. Unaona hiyo kulalalala, kusafiri kila saa kujificha, unalala huko nyumba expensive. Tena unatoka hiyo unalipa, unaona kama utapata unaenda unalipa ingine. Yaani maisha ya kuhangaika. Kumaanisha vile nakupata ni kama ndani yako wewe si gaidi, lakini umejiwekelea kitu. Good. Nikifuata hata nilikuwa naona afadhali ningeachana na ile 1 million juu ili ni cost more. Okay. Umenigete? Now, but mimi nilikuwa na mimi nataka niwaprovie afadhali iishe. Sasa sikuwa na second thought. Nilikuwa nataka kuprovia binadamu wenzangu I'm not that simple vile unaniona. But ilifika pale nikaona sasa, although kuna mtu aliniongeleza chini ya maji akaniambia I don't want to come there at studio, Senior Dev studio. But ile kitu naweza ku advise tu, tafadhali achana na hii maneno. Pale tu imefika, wachana na hiyo tu. Usiroge tena, usifuate tena. Lakini nami bado kwa roho yangu ndani nilikuwa nimeanza kuona hii mambo imeanza kwenda vile sikuwa nataka. Kwa vile nilianza kuona watu wanakula nyasi kabisa na kujiendea haja kubwa, wanajipaka wanakula. Mpaka this DCI ulikuwa umemloga mpaka ameenda kwa kichaka kujinyongea huko. Na ilikuwa ya ukweli. Kuna saa ulimpea. Yeah. I can't remember the name. I think ni DCI somebody. Usimuite jina. Yeah. Ukampea saa ya... Okay, mimi nilikuwa ilikuwa ya ukweli. Okay, mimi in short wacha nikwambie. Nilikuwa mean business, lazima wajuane na mimi vizuri, nikabiliane na wao. Ni vile tu hiyo kitu haikuwa ndani yangu, it's not my character. Unaona? But mimi nilikuwa nataka kuonyesha one, mimi si muoga. Yes. Pili, nilikuwa nataka kuonyesha hata mkuu wengi naweza sukumana na nyinyi mpaka dakika mwisho mtii. That is me, hivyo unakuanga juu. Mimi sitakangi hata saa hii sitakangi kuamua jambo haraka hivyo. Juu uamuzi yangu nikiamua, madam. Nikiamua mawazo yangu nielekeze kitu. Niamulie. I think pesa kama uanga inaamuliwa hivyo. Unaenda kufanya jambo inapatikana hivyo. Uamuzi yangu nao inakuanga ni very firm. Yeah, nilikuwa nimewaamulia hawa. Na lastly nilikuja kutangaza nikasema kama kuna mtu alibaki na jambo lolote anajisikianga maybe kuna mambo yaendangi vizuri juu ya maybe kuna kitu tulifanyia na tukuachana tukue clean kabisa, na hata kama nilimaliza naweza niona tu tujaribu ile njia tunaweza tumia safi. Naona hiyo mambo ishe. Naona na by the way pale mlipo Brian family, mtu ambaye anaweza kuwa na contact zake ama kama uko pale popote pale, mama Joina na baba Joina nipigie simu tafadhali. Ni muda mrefu sana sana. Pole sana, kuna mtu aliniambia sijui hujai kuwa mzuri, sijui, sina habari nikusikia, but hata yeye sijui alimuona mara mwisho lini. But I'm sorry, nipigie simu, ningependa kukuona na ningependa kuzungumza nawe ngumzo ya dakika 1, 2, 3. Hiyo ni tangazo tu moja tu nimetangaza tu, kuongea tukiendelea. Okay, what I'm getting in me, kuna roho ingine very special. Unaona? Roho ya kusemehea, na roho ya kuachilia. Mtu anaweza kosa kuona uko serious, lakini naona kulingana na mimi umeumbiwa roho ingine haina watu wengi sana. Unajua hata ni vile tumeniuliza mimi question. Sipendi hii story sana mpaka sababu unajua sasa hii nikikumbuka mpaka unajua alinikulia mpaka bibi.
Hii maneno vile tu nimeona ni kujibu kwa ile mahusiano tumeanza kuongelelea mimi na wewe. Manake wakati huo nakumbuka nilikuwa nimefungiwa huko, wakienda kufuata kama bibi anaweza kuwa amebakisha kitu ingine, wakiinvestigate huko. So wakafanya urafiki na yeye, sijui kama alikuwa naona kama atakuwa amenisaidia nifunguliwe after amelalwa na yeye. So walilala na yeye, wakararana. Yani let's go to the next question. It is well. Now, tulimesema ya kwamba let our past not imprison us. Sawa? We should not be prisoners of our past. Tukiamua tusonge ni in a good way. Now, nikipeluza ile mitandao, niliona ya kwamba ulikuwa umehusika na wanawake kadhaa. Wale sisi tumeona kwa mtandao. Mimi nilikuwa mmoja wao, right? Nikaona kulikuwa na madam kadhaa, kuna Miriam, kuna Stella, kuna Caro, know that wife of yours. Can I remember any other? Kuna ule ulishikwa na yeye na Dave, sasa ile usiku sasa ukuje uinue mikono juu mkitoka mahali club hivi. Hata huyo sijui kama ulikuwa unampeleka kichinjio ama ulikuwa unampeleka wapi. Ilikuwa hivi. Now there are 5. Okay, wacha nianze na huyo wa mwisho alafu nitakujibu wengine umetaja. Ngoja sijamalizana. Hawa wote. Tuseme hawa 4 sababu hapa ulikuwa mmejuana zaidi. Ulikuwa umewafahamu. Mimi naongea na lugha ya Biblia. Sababu ukirudi pale kwa Biblia inasema and Abraham knew his wife. Right? Knew sasa hii ni ile lugha ambayo it is neutral, si rhetoric. Si lack of manners. Uliwafahamu vyema hawa watu, hawa wasichana ama hawa mama. Haya, iko hivi. Ya huyu ambaye kwanza ni wa klabu, huyu tulishikwa naye. Huyo wacha niseme tu ni pombe zangu, na wakati wa kufunguliwa pale nilikuwa na kiu ya mwili. Okay. Kwanza ulikuwa umetoka jela. Sasa si mama na siku sasa watu wote wamenichukia, hakuna mtu anaweza, unaona? So she was the only girl. Aliambia, nakujua but sasa inafika mbali. Akamwambia ni hao watu wananisumbua bla 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 bla. Nikamwambia vile hali yangu ilivyo na tukaongea tu na tukakubali. Baadaye walipata kunywa pombe. So huyo hata hatukufika. Mlichukuliwa na yeye by them kaenda kwa senior. Hatukufika. Studio. Uongo ni mbaya. Jaikirie. Tukukulana. Mahali mlienda kufungiwa na senior mkupatana usiku. Sasa tuko tunaelekea lakini hiyo hatukukulana. Ilifurua tu na senior. Senior hapo ilifanya nikuchukia kidogo. That was a great opportunity for him. Akushike vyema sababu unaenda aje kule ndani unaachiliwa ovyo ovyo. Unaenda unaachiliwa na yeye hajapata kile alikuwa anahitaji. Ndio ndaimbukire ngae na ndathi yako ibuka ngae. Sasa huyo mweke kando. Hiyo mweke kando, manake hakuna kitu iliendelea kati yangu na yeye. Na kama hata haiendelea ilikuwa tumeagree. Naenda mimi nimalizane na yeye. Okay. Haya. Kuna mwingine. Miriam, hakuna kitu ilikuwa kati yangu mimi na yeye. Okay. Lakini tulikuwa almost kulingana vile tukipatana hata pale kwa senior day. Nilikuwa naona hata kama naona ni mzuri lakini kukumbuka vile nilikuwa nimenitendea naona bado hapana wewe. Lakini kama kungekuwa tu si jambo kama hilo mambo ingekuwa naona huyo weka kando. Ni vile roho zilikuwa zinatamaniana lakini kukakuwa kuna maovu katikati yetu tuliwahi tendeana. Okay. So huyo weka kando. Huyo wa klabu weka kando. Haya, huyu sasa Stella. Stella sasa ndiye nilikula mimi. Okay. Na ni mara moja. Hatuwezi jua kama ni mara moja. Wewe niseme wewe ni yako. Stella nilikula. Stella nilikula. Na yeye hiyo mara moja haikuwa ni ya kuagree atikuwa wangu. Yeye alikuwa amekuja ni kwa sababu ameona kijamaa kinatolea pesa haraka haraka.
So sasa yeye alikuwa anajificha rafiki yake mwenye alikuwa ameconnect biashara. Unaona Stella, I think Miriam ndiye alikuwa main, akavuta Stella. So Stella ni kuonyeshwa, alionyeshwa kwa. So Miriam ni kama naonanga yeye ndiye alikuwa anajuana na bibi. So Stella vile aliona yeye hapa, wote nitawajificha. Nenda nikaangalia yule jamaa pale kama naona, lakini sasa na yeye akuwa wakati alifika, I think kasoma macho yangu tu, kaona niko na mashida inanisumbua. Kando na yale yametendeka, unaona. So pia yeye haikuwa ati tumeagree kuwa wangu. Ilikuwa ni kutoana tamaa ya mwili. Okay. Karo? Sasa Karo na yeye hiyo sasa ndiye kwanza aliletanga mambo bwana. Afadhali alileta hivyo. Unajua sasa alikuja. Ndio siku hizi naonanga unajigamba sasa mimi ni mwanaume kamili. Mimi ni mwanaume. Sasa hiyo ilikuwa mwanaume, si ati. Unajua kuna kitu moja nataka kuambia watu. Yeah. Kuna so many tribes ambao hawajaamini ati kutairi kwa mwili ati ndio kwa mwanaume. And they are men. Si hata kuna boys wacha mtu mzima. Kuna boys wadogo but ukimwangalia he is a man. Vile na make decisions zake, reasoning na mienendo yake. Unaona eh? So hata hiyo wakati nilikuwa mwanaume. Nake unacheza kudili na mwanamke kama huyo, unaniuliza kwani ninaweza kuwa rahisi? Ndio unamjua. Naweza kujua. Inaweza kuwa rahisi. Haikuwa rahisi. It was not that easy. So since those days I've been a man. It's only that hiyo kitu ndio haikuwa imetendeka. Na litendeka baadaye. Yes. Sasa Karo na yeye ni biashara mbovu. Nikijificha kwake. But huko unaenda kujificha kama mjuani. Sasa bila sasa pale tulianza kuchunguzwa, nikaona ni kama ana sympathize na mimi. Unaona sasa wakati umesukumwa sana mpaka unaona ukiachiliwa tu unajulikana pale utakujiwa ni wapi. So si unatafuta tu mdenge kama huyo, alafu unakaona tunavutiana kimacho kirohoroho. Sasa ikabidi tu sasa kikaumana hivyo. Acha nisitaje tu kwa sababu ya adabu fans, si ndio? Yeah, kikaumana hivyo. Noge koine tugane go kimajugo, tugikimana jugo matuko maingi. Ito akihitania hende ya kana getagwo mzigo. Yeah. Ka mundu gitwa Tom. Yes. Au niho riu twanjia kuhitahitania uguo, riu niho hari uguo twikarite thi kuri uguo akirehe rugano. Akiuga je, nitasema hujatairi wewe. Yeah, na aliongea na nguvu na hata tulisikia hapo. Na nikasikia nikiwa embarrassed kabisa. Yenyewe vile ulijikuja, niliona vile ulijikuja ipa. Ngigwa Karo ni agoithia muno. Karo aliniangusha sana, lakini ni sawa. No, onake ndendaga ngarue. Ndendaga ngarue, ndendaga njikare uguo. Ala. It is well. Riu ri. Yes. Ni hagikinyirie uguo riu Karo ri. Onake ti ati ni ati hari no horo wa guikarania kana ku agree ati he mundu wa tigiri ungi. Niko naangalia kama bado iko na charge. Okay. Unajua kuna ile muri agree, wewe ni wangu mimi ni wako, alafu ni kuache. Hiyo ndio ile kitu inaweza tufunga. Umeget? Yes. Na kuna ile ya kuagree. Haha ni kusoma page na kwenda kwa shughuli zingine. Okay. Sasa tumebakisha ule aliyekuwa bibi yako ambaye ulinunulia mtoto. Sasa huyo kabla ujibu chochote, sababu tuliona alikuwa bibi yako. Yeah. Nilikwambia nilienda kwa mitandao. Yeah. Ukitype jina Dolo ilitokezea still kwa channel ya mtu anaitwa Gushi. Sasa iko hivi. Nikataka kwa nikaona huyu madam ni kweli ni ule wa mtoto.
Sasa hapa na tena hapa kwa hii channel ya Gusii anakaa ni kama ni mchawi, ni mganga sielewi. Haya, sasa hapo kama kuna mtu sasa ambaye nafaa ati niweke hiyo nini utenganisho ya hiyo kuvunja hiyo nini, ni ya huyo madam. Sasa huyo tu ndio ninakuuliza, mkiwa na yeye, although sijui kama kwa Gusii ni script ama ni ukweli. I don't know. Mimi kwangu ni kile nimeona. Kulingana na wewe, wakati huo mlikuwa mmekaa for how long by the way pamoja? Hatukuwa tumekaa sana, tulikuwa tunajuania. Akikuja nataka sasa hapa uelewe, unaona kwa zile project za anko yake huko ndio tulijuliania. Unaona? Yes. Sasa yeye akapata kijamaa ambao busy every now and then wanamuona na anko yake. Unaona? Alafu sasa kwa wakati huo nikakuwa niko na mahangaiko. Hapo ndio tukaanzana polepole. Okay. Unaona? Yeah. Haikuwa muda mrefu sana. Alafu anko yake pia naye akaona badala ya kushinda nikirent nikaange mbali na zile project anafanya za wala watu wengine ambao wameintroduce kwangu. Akaniambia kaa hiyo nyumba. Okay. So nikakana. So hata kale kanyumba ni vile siku hata kuongea sana juu kalikuwa kamenunuliwa hiyo land pahali yapendi sana. Nilikuwa nataka ni broke hivyo ni mgonge kitu kabaki akiwa kangu juu ako na furahisho na pale sana. Juu alikuwa nataka ikamilike. Kuna nyumba ilikuwa juu ilikuwa nataka kufanywa wiring na nini na kila kitu ikamilike na kila kitu na maji iuzwe. So mimi siku nataka nimwambie, so nilikuwa masaa ya kuharakisha vile nitapata pesa. Ni mgonge hata afadhali baki nusu juu pale hapo kulikuwa na cotton njia za kuingia hivyo. So alikuwa hataki hapo sana. Okay. Sasa hapo ndio tulijuliana na madam. Okay. So mambo ndio ikuja kulipuka siku pesa ikaanza kugawanyika. Kununua mtoto, kutafuta mauchawi nirudishe pesa zangu, kujificha huku na kule, nini mambo mingi. Sasa hapo ndio pesa ilitumika mingi. Na hapo ndio tulijuliania. Nilikuwa nataka sasa ile pale tulijuliana na huyo madam. Sasa anko yake akaona sasa huyu nimeona sasa ni kama amekuwa na msichana ananiita anko. Let them continue there. Okay. Na akaacha kuwa na shughuli sana na hiyo nyumba. So the moment tulisumbuana naye sana wakati wa kushikwa na kuachiliwa nini unashikwa unaachiliwa nini hivyo. Tuna pale tulifikishana kwa sababu kuna kamera inionyesha walikulana na Tom. Oh, kulikuwa na kamera? Kulikuwa na kamera. Kwa hiyo tu nyumba mansion itio tulionaga ama kwa kale mtoto alitolewa? Najua mlipata kwa another plot. Najua sasa yeye hapo tukianzana si lazima sasa ningekuwa naenda hapo kuangalia hali. Lazima hivyo ilikuwa after siku mingi kutembea surprise usiku naangalia kama kuna kuanga na mtu usidanganywe. Okay. Sasa ile nyumba finally wakati tulikosana hiyo story ilikuwa refu, alipita na vitu zote. Na kule kukafungwa na akachafua anko yake mafikira. So siwezi fika huko na siwezi toa kitu yoyote. So vitu zote nikaacha. Cool. Maniket? Yeah. It's a very long story. Lakini sasa ile unasema ya kuvunja hiyo maneno, huyo ni mmoja sasa. Hapo ndipo nakuja nikuulize. Wanawake wote umejua. Na wale ambao hatujui, unajielewa vyema. Unajua nyakati, Biblia inasema the moment you know each other, you become one. Meaning, mimi ni madhabahu tayari. Wewe ni madhabahu tayari. Madhabahu zile uko nazo, tukijuana na mimi, ukijuana na mimi, zimechanganya. Na zimekwamo? Now, swali langu liko hapa. Kwa huyu madam niliona kwa Gusii kama ndiye mchawi. Inaweza kuwa roho ya uchawi, madhabahu ya uchawi ilitokana na yeye ikakuja kwako ukaanza kutekeleza hayo. What is one question? Yeah. More to that. Sababu umeona tukishaingiana tumekuwa kitu moja. Na life is spiritual. Unaweza vuta kule ndani na ikuje kwako. Wewe unaweza kuwa msherati. Mimi kama bibi yako kule umetapaka uniletee. Hao ni madhabahu tena unaniletea kwangu. Nimeanza kuwa msherati.
Now inaweza kuwa na uwezekano alikuwa anajua mambo ya uchawi na sasa ukawa wewe haujui na ukuwa sasa mmefahamiana ikakuingia ukaanza hiyo mambo ama hapana. Hapo iko hivi, baadaye ndio nikuja kuelewa hivyo baadaye. Okay. Lakini wakati nilikuwa naishi na yeye sikuwa najua. Ni vile unaweza kaa na hypocrite na ukose kujua yale yote yeye anajua ama yale yote yeye anatenda. Lakini wakati wa utengano kukaa hapo ndio nilikuja kuanza kuelewa yale mambo yanatendeka na mambo ingine mingi. Ni sawa. Sasa hiyo kwangu naniambia kuna kitu inaitangwa soul ties. Au wote ni madhabahu umekuja kuyajua na iko uliyachukua na ukaeka ndani yako. Umeshaifikiria unaweza vuja haya madhabahu ili nyakati kama hii umekuja kuamua ya kwamba you want now to settle down and to have a serious family starting with a wife. Have you ever thought of now breaking the soul ties to make you free from anything? Kuna vingine inuanga ina break. Vuje madhabahu. Because tumeunganika. These are souls zimechanganyika. Na kuna mtu anasema pale droni wangu hujaiachana na yeye, hujaivuja hiyo kitu, hujaikatisha. Kuna mtu anakuclaim. Unajua hata kuna mtu anakuclaim kimawazo, kimoyomoyo, kimahisia. Wote wanasema ni do kwa sababu maybe yale madhabahu iko ndani yako, iko ndani yako iliwekwa. Lakini mimi kulingana na sasa vile umesema ule mtu sasa nafaa kubreak hiyo nini yake soul tie yake ni hiyo tu madamu ambaye nikuja kuelewa alikuwa anajua mambo ya uchawi baadaye. Huyo tu vile mimi wanga najihisi mimi mwenyewe sikujigamba ama nini, me am very clean. Ni sawa, don't justify yourself. The only thing I can tell you tutapima na nini na mambo. The only thing I tell you tutapima. Uko na mchungaji. Fans mwambieni aache kunijudge. Hiyo yote ilitendeka na niliacha, lakini hapa nataka tufanye test kama ako tayari. Fans. Na hii ujue ni surprise, siku imepangwa hata yako umejipanga. Hii tunapima. Fans, naomba mnielewe vyema. Kile nataka kuambia Bwana Doro hapa. Namwambia yale madhabahu inapaswa kuvujwa. Hebu ngoja kwanza, madhabahu tutafunza. Na itavujwa na yule apostle. Madhabahu itavunjwa. Lakini wacha kwanza nikuambie. Na soul ties. Nimeona hata kuna pale umeruka. Yes. Ujue hii safari ndio tuende hii safari yote refu. Kuna kitu hatujafanya. Nini hiyo? Hatujafanya test. Juu hata tukavunja madhabahu. Juu hiyo obvious takuja kuvunja. Hatujafanya test. Na ujue test yangu haikuangi rahisi. Inakuanga ni ya damu. That is only obvious, najua ni ya HIV. Na inapimwa damu na inapimwa mpaka na mate. Kutoka hapo mimi upima mpaka mkojo. Na hiyo si samehe yangi na si tafadhali. So mimi nataka tukubaliane. Mimi tutavunja hizo madhabahu zote. Hizo soul ties zote unasema. Sasa sikiza. Mimi nami elewa, mimi ni binadamu, wewe ni binadamu. Usinitrust nisikutrust. Wacha sasa tuweke wazi kwa mtandao. Don't trust me, nisikutrust. Nikuona tunaonana. Si nimeongea tunaongea kwa midomo, sijui roho. Na yale nimekuwa nikitenda ama ukitenda. Test, mimi soul ties tutavunja. Apostle Joshua bado wako. Na usalimike sana Apostle Joshua pali ulipo. Tutapima vitu zote. Ukimwi, infections aina yote na zile zingine. Sasa wewe utafuatilia uone ziko comfortable, because mimi najisikianga niko very clean unless uko na doubt. Mimi niko very clean. Okay, mimi kwa soul tie tutavunja hiyo hata nilikuwa nimetayarika kabisa. Yes, ni vyema ili at least nyakati utaamua sasa you settle down. You settle down once you are a clean person. Na covenants ambazo ulikuwa umemake bila kujua ama ukijua zikuwe zimevujwa. Sasa ili ukianzisha familia ikae familia ambayo imekamilika. Sasa nataka nikuulize swali moja. Unajua ukiwekwa wazo fulani na mwenzako ufai utupilie. Unataka hii soul tie tuende ikavunjwe lini? Remember, it is you. Mimi nakushauri kwako wewe. Sikatai. Unaelewa? Sasa kuna ni wewe
uliza, unajua hii sio kitu na harakisha tunatoka saa hii unaenda. Unapaswa kuwa up and about with your apostle. Because of time. Akuelezee. Wewe ni mfanyikazi. Unaelewa? Akuelezee. Wewe ni mfanyikazi. Mimi dakika yote unaweza sikia hapa nimeitwa Zanzibar. Nimeitwa Migori. Ni mfano tu nakupea. Yes. Unaweza sikia senior Dave hapa amesema Ndolo long time. Yes. Kuna pahali sasa hapa pahali imefika naona tunakuhitaji. Yes. So, kuvunja soul tie, that's not an issue. Ndio nikakuuliza, si ati nalazimisha, ati na force issue. Unajua mkianza safari anzeni tu na muende pelekane pamoja. Ndio hata kama kuna kitu kingine Apostle Joshua pale ama ule tutaenda kwake anaweza ona kwa roho, kwa macho ya roho. Ungetaka tuende hiyo soul tie ikavunjwe lini? Ni mimi inavunjwa kwangu. Ni kwako, ni wewe utayarike. Lakini tena nimekuambia. Lakini ukumbuke. Pia wewe yako itafanyiwa. Juli niambia ulikuwa na bwana? Yes. Na mtoto. Yes. Mtoto uko naye lakini ulikuwa na bwana. Yes. So bia hapo kuna soul tie. Yes. So by the way, hii soul tie inafanywa sisi wawili. Ama tujifanyie hapa. Tuwekeleane mikono, wekelea hapa na mimi nikuwekelea. Mimi sio kuhani, lakini kile nataka kukuambia ni kwamba it is always good. Uulize Apostle Joshua, ningelitaka hili na hili jambo lifanyike, kunaendanga aje? Naye spiritually atakuadvise. Sawa sawa? Asante sana. Yes. Nimeshukuru sana kwa yote na kubali kukuja. So fans, leo nilikuwa kwa hiyo interview lakini imesemekana lazima nifanywe kubreak ile soul ties ya wale watu ambao nimesoma pages kurasa. Munisamee sana, ilikuwa ni hiyo wakati. Na Apostle Joshua basi utayarike, manake naona sasa hapa she was married. Na pia mimi nilikuwa na yule madamu anaonekananga huko akifanya vichawi zake. So hizo zote tunafanya kubreakiwa hizo soul ties. So hapo Joshua naona uko na kibarua. One day ile ambayo tujui ni gani tunafika hapo. So kwa hayo machache fans, wacha tuone next time mambo itakuwa namna gani. Manake sasa hapa naona Ndolo ameanzisha safari ambayo sijui ni rahisi ama ni ngumu. Madam. Yes. Hope safari haitakuwa ngumu. Inategemea. Ambia fans bye. Hiyo ingine ni wakati mwingine. Fans, thank you for the time that we have been together. And until next time, bye. Na mniambie hata kama bado mambo hajafikia, mnamuonaje? Na mimi na yeye. Bye. Hapo kwa comment nataka comment clean. Na mnisaidie na ukiweza kunicall tu. Nisaidia tu na ile interview hata mimi naweza kufanya. Unajua mademu mko hapo nyinyi ndio mnajijua. Nisaidie na zile interview naweza mfanyia. Thank you. Bye bye. Love you guys. Bye.